Kwa majina naitwa Edith Adhiambo. Mimi ni mkazi wa Nakuru. So mimi ndio nilionekana na Mama Brian kimshikia do. So on that particular day, it was on a Sunday 19th. Mimi nilikuwa nimepoa tu kwangu, nimetulia, nimemaliza shughuli zangu, then Mama Brian akanicall, akaniambia uko wapi? Nikamwambia niko tu kwa nyumba. Unaweza nipeleka mahali? Nikamwambia ni wapi unataka tuende saa hii Sunday? Akaniambia Engineer Kimori amemuita juu ya hiyo, anataka kumpeleka huko kwa rally, hiyo rally ya Linda Mwananchi yenye ilikuwa Mazembe ground. Engineer Kimori ameniita na napigia Ivy simu na simpati. Kama hauko busy kuja unipeleke juu sitaki kwenda peke yangu, na Carlos pia unajua bado mkono imeumia. Na nikamuuliza, leo Sunday kwani hujaenda church? Akaniambia hapana, hata Kimori ameniambia nisiende church, anakuja kunichukua kama tumeenda. Though mimi nilikuwa nimeplan kwenda hiyo rally. Haya, so nikatoka kwangu, nikaenda, but niliwatangulia, au walifika na hiyo, juu alikuwa amebebwa kwa gari ya Mheshimiwa King'ori, but mimi nilienda na piki, so mimi niliwatangulia. Nikajifix wakati yenye watu wanaingia, mimi nilijipata nimefika huko nyuma kwa podium, nikasimama sasa huku mbele. Hapo viti za waheshimiwa, so sisi tulikuwa tumesimama hapo hivyo nyuma. So wakiingia wanajipanga kwa kiti, sisi tuko hapo. Haya, nikaona kwani Mheshimiwa King'ori ameingia, na sioni Mama Brian. Nikapigia Mama Brian, akaniambia King'ori ni Kimori ama King'ori whatever. Akaniambia Kimori amemwambia akae kwa gari asitoke mpaka saa yenye atamwendea akishaongea. So mimi nimekaa hapo nimetulia. Haya, senye walikuwa wanafanya introduction ya aspirants wenye wanasimama MCA nini, Kimori akaongea, then akatoka, nikaona ameshuka podium. Haya, kidogo ikakaa, ndio nikapigia Mama Brian, nikaona amenipigia. Actually ni alinipigia, akaniuliza bado uko hapo juu? Nikamwambia si ninangoja huku juu, nikishuka itakuwa ngumu kupanda juu ile security ilikuwa pale hivyo. Haya, so akaniambia ndio hiyo mimi napanda. Simu bado inaongea, nikaona wamepita hivi na Kimori akaenda akasalimia Babu Owino hapo hivyo mbele, then Cindy akakaishwa hapo. So mimi nikasonga nikakuja sasa na nyuma yake hivi, tulikuwa tumevaa t-shirt za Brayo. Haya, so si waheshimiwa wakaongea, alafu ikafika pati sasa ya kuchanga. Akaitwa kwanza. Sikuitwa, ikabidi sasa nimfuate juu alikuwa peke yake. So nikaenda hapo, si wakaanza kuongea, akaongea, then Babu Owino akasema mimi kama Babu Owino amtolea 50,000 akumsaidia. Mimi ni nani? Akaniambia, akachukua simu kwa mkono yangu akaniambia shika hizo pesa. Sasa yeye ako na simu zote mbili, yangu na yake, na mimi sasa nashika do. Babu Owino alitoa pesa 50,000, mimi sijaishika pesa kaa hiyo, but kwa mkono nilisikia iko na uzito juu ilikuwa imejikunja hivi. So actually I could tell hata kama ilikuwa 50 ilikuwa 49 juu ilikuwa kibunda hivi. Nikashika kidogo Babu Owino Sifuna, Mheshimiwa Sifuna, Mheshimiwa Orengo, sasa hao wengine wanakuja, but pesa yenye naweza account for vizuri yenye niliona 50 ya Babu Owino na Mheshimiwa Orengo. So na ya Sifuna pia ilikuwa kind of big, but haikuwa like hizi zingine, but it was more than, kama ilikuwa 50 ilikuwa around 30 whatever hapo, though haikuwa kubwa kama yenye Sifuna ya Mheshimiwa Babu na Mheshimiwa Orengo walitoa. So hizi pesa zimenijaa mkono, hatuna kibeti, hatuna whatever. Nikafikiria haraka nikiweka hivi kwa t-shirt bado zikaanguka, ndio nikaanza kusunda hizi pesa juu sikuwa na popote pa kuweka. So zinaletwa na sunda, naweka na sunda, nachukua na sunda. Na si watu wote ati walitoa hizo 10,000 mani. Kuna wenye walikuwa wanatoa mpaka 500, mia ile tu PR ya mheshimiwa ameweka, but pesa ilikuwa poa. Haya, si story ya pesa ikaisha, tukarudi Mama Brian akapewa nafasi akaongea, tukarudishwa sasa kukaa. Mimi nikakalishwa juu sasa mimi nilikuwa na pesa, nikakalishwa sasa hapa nyuma ya Babu Owino kwenyewe. Tukangoja sasa security. Ndio Mheshimiwa Sifuna akashika Mama Brian ile saa yenye alikuwa anaambia watu ati huyu mama amepata pesa, nisipate mtu ameenda kumvamia. Tukarudi tukakaa. So Mama Brian amekaa hapo mbele, mimi niko hapo nyuma ya Mheshimiwa Babu na hao wengine. Then ndio wakasema organize venye nitatoka kwa podium nipelekwe kwa gari. Nimekaa tu kidogo Bob Njagi akakuja ya kwanza. So Bob Njagi was like,
mko safe, mnaishi wapi niwapeleke? Unaona? Because alikuwa nataka ye atulete mpaka kwa nyumba. Mheshimiwa King'ori akasema hapana, niko na gari, wacha wapelekwe kwa gari alafu wapelekwe wapi? Nyumbani. As we were leaving the podium, the program was tuletwe na Mama Brian kwake na hizo pesa zihesabiwe wapi? Kwake for security. That was the agreement. Hata Bob Njagi alijua hivyo. So si Bob Njagi yako amenishika hii mkono na mimi nimemshika hivi kwa sababu ya ile pale hivyo kishuka podium watu wamejaja hivi. So Bob Njagi amenishika hii mkono kabisa na mimi nimemshika hivi kwa longi. Kuna security mmoja hapa wa Kimori huyu amenipitisha mkono na huyu pia amenipitisha mkono, zao ni cross as mkono zao za left ama right. Huyu amenicross na mkono moja, huyu amenicross na mkono moja, na hizo mkono zingine wanasukuma nayo watu ndio tupate venye napita, lakini mimi nimekwamilia Bob Njagi juu kuna vijana pia walianza kujitokeza hapo. Haya, kwenda hivi si Kimori ameshika Mama Brian, but before tufike kwa gari nikakumbuka Mama Brian akona simu, nikasimama kuangalia, nikamwona kama ako na nyuma kidogo, au akaniambia we twende anakuja. Unaona ile unasukumwa mbio, hata sikuwa na kanyaga chini, miguu juu. Mimi kufika kwa gari kumbe Kimori ashafinya alarm, gari imefunguka, nilisukua kwa gari shwa, nikaingia kidogo Mama Brian akaingia. So mimi nimekaa hiyo side, Mama Brian akaingia, then security akaingia, driver akaingia hapa. Kulikuwa na driver mwingine aliingia na hapa, kuna jamaa wa security aliingia hapa kwa co-driver, but Kimori akarudi akamtoa. Tukiingia hivi, hapa ndio tukaongea na Bob Njagi, akanipe namba, akaniambia in case of anything wewe nipigie. Si sasa yeye akatoka. Tukabaki sasa mimi, Mama Brian na huyo security mmoja na driver. Haya, venye Bob Njagi alienda, Kimori akaingililia huko kwa co-driver. Haya, Kimori akaambia driver, nataka mupeleke hao watu kwa ofisi, hizo pesa zikahesabiwe huko. Huyu sijui mimi niliuliza, kwa nini tuende kwa ofisi na tunafaa kwenda kwa Mama Brian? Akasema hamwezi enda na hizo pesa zote kwa Mama Brian na ni mimi nilimleta hapa. Unasikia statement? Muende kwa ofisi, muhesabu hizo pesa na nataka kujua hizo pesa ni ngapi. Tukaangaliana na Mama Brian hivi. Mimi ni nani nipinge? Si mimi nilikuwa mwaliko wa Mama Brian na sasa mwenye alileta Mama Brian ndiye anatoa order. Si nina follow venye wamesema? Mbio mpaka wapi? Kwa ofisi yake iko wapi? Pale hivyo Superloft. Haya. Kabla venye tulitoka tu hapa hivi, kabla tufike hapo hivyo Superloft, Mheshimiwa King'ori alikuwa amepiga calls ka 50. Between Mazembe to Superloft alikuwa amepiga calls ka 50. Mumehesabu pesa ni ngapi? Mumefika? Mumehesabu? Sasa wewe anamwambia basi wacha tufike kwanza tuhesabu pesa, ndio all this time King'ori ako kwa simu. Tukafika, hata tukuingia kwa ofisi, tulihesabishiwa pesa wapi? Hapo hivyo kwa nje, lakini tumeingia kwa compound, gari kwa parking, gari kasimama. Tulipoingia kwa gari, unajua King'ori baada ya kutupa simu ana direct to security wanitoeshe pesa. My friend, nilitoeshwa pesa mpaka suruali. Nilifunguishwa mpaka hivi. I was in a tight blue jeans. There was no way pesa ingepita hapa ikiteremka. So pesa zote zilikuwa wapi? Walinitoesha mpaka nikaonyesha suruali, ndio hii sina pesa. Ndio wakaniacha. King'ori anamwambia confirm. King'ori anamdirect kwa simu. Confirm umetoa pesa zote, confirm. Mpaka Mama Brian akawaambia sasa si mnaona atoe mpaka suruali, na ndio hii ametoa. Actually nilikuwa naambia King'ori akikuja hapa kuconfirm kama nimetoa, nitatoa hii longi na suruali yote niwabakie uchi. Si King'ori sasa huyo security akamwambia pesa ametoa yote, tumeconfirm. So kumbuka niko hapa mwisho, Mama Brian katikati, huyu jamaa kule. Nilitaka hii pesa tuhesabu in between me na Mama Brian hapa. Hata Mama Brian alikuwa ashasonga hivi ndio nipate space ya kuweka Huyo jamaa anasema King'ori amesema ni mimi ndio niwahesabie hiyo Tukabeba pesa yote kutoka hapa kwa Mama Brian pale. Yote zikaenda pande ya ule. So Mama Brian amenisongea. Pesa iko katikati ya Mama Brian na ule jamaa mwenye amekaa kwa gari. Mimi niko na huku kando. Carlos akaingia. Hii nikitoeshwa longi, imagine Carlos ako hapa kwa dirisha. Natoeshwa longi just because nilibeba pesa ya donation. Natoeshwa longi mbele ya mtoto kuconfirm kama pesa imetoka. Hiyo silikuwa harassment. Story for another day.
So ikabidi nifungulie Carlos mlango na yeye aingize kichwa hapa aone venye tunahesabu so ikabidi nisonge hivi, Carlos akaingia kidogo, hakuingia yote but aliingia. Akaingia hivi, huyu naye anahesabu. So huyu jamaa anatoa pesa pale, anapatia Mama Brian, mimi na confirm in bundles of 10. Yeye ndiye anapea Mama Brian ananipea nikihesabu 10. Hivyo mpaka ikaisha. Mimi kwani nilikuwa na macho ingine na amekaa pale kando, kama alichukua pesa karusha pale kando ya dirisha ya gari na pesa na gari ni yao, mimi ningeona aje? Na mimi tunahesabu kenye iko. But what I know, hiyo pesa kama ni mbaya ilikuwa ifike around 250 ama 230. Kama ni mbaya kulingana na pesa yenye nilishika na pesa yenye nilijitoa, ilikuwa ikue roughly, kama ni mbaya 250 ama 230. Hiyo tuweke kando. Si huyu jamaa akahesabu 110. All this time tunahesabu pesa, Kimori ako kwa simu na huyu security yake. Kimori akasema aje, hiyo pesa nataka igawiwe 50-50. So unaona ni 110. Initially Kimori alikuwa anataka chukue 60, Mama Brian apewe 50. Hapo ndio niliinua sauti akisikia kwa simu. Nikamwambia mheshimiwa, hiyo si fair. Hauwezi chukua 60 ati unapatia Mama Brian 50 kwa sababu ulimpeleka. Ukakasema si mimi naenda kugawia hivi. Mimi naenda kugawia hivi. Kwanza wewe unaongea kama nani? Nikamwambia hapana. Hautachukua. Nikachukua ile 60,000 nikarudisha bahali yake. Nikaisunda, nikawapea hiyo 50. Huyo jamaa akamwambia ati huyo mama amechukua hiyo 60 na ametuachia 50. Mama Brian akamuuliza akiwa kwa simu, sasa ya Ivy tuchukue tuende nayo? Akasema hapana. Ivy ni mimi mwenyewe tutapangana na yeye. Mimi na Ivy tunajuana, tunajua venye tutapangana na hiyo pesa. Sisi tukatoka. Hatukutoka, walitubeba na gari wakatuleta mpaka pale hivyo. Unaona hii roundabout hapo ya Catholic. Imagine tumebeba hiyo pesa yote na watu wametuona kama tumetoka na pesa kwa uwanja ya politics pale. Wanakuja wanatuabandon wapi? Juu Kimori anawaita warudi na hiyo pesa. In fact waliwaambia warudishe hii 50 yenye tumefanya nini? Tumewapea. Wametuachanisha hapo. Ilibidi tuchukue piki. In fact hata tukijua tunachukua piki gani, niliwaambia tu tuchukueni piki tu tuende. Juu kama kuna mtu alituona pale wajue tuko hapa, sisi kuisha na hiyo pesa. Sisi tuchukua piki tukakuja hapa kwa Mama Brian. Sisi tunajua hiyo pesa nyingine Kimori atafanya nini? Atapea hivi venye wali agree. Sisi tukakuja hapa na 60 yetu. Mama Brian akachukua 10 akanipea kwa sababu nilimbebea pesa. Alini reward 10,000 na siwezi kata. Hiyo pesa yote nilimbebea. Kwani ni vibaya mtu akikupea kakitu? So nilipewa kakitu. So sikaisha hivyo. Haya, kesho yake sasa ndio masimu zikaanza. Hivi sijui akaanza Mama Brian akaanza kunipigia. Ati hivi anauliza share yake iko wapi. Nikamwambia asimu mwambie tu Kimori alisema hiyo 15 yamebaki nayo watagawana. Si ndio? Si usiku ikaisha hivyo. Wacha sasa kufiki asubuhi. Kimori si amekatalia pesa. Hivi sasa si amewaka. Hivi anataka pesa ya bwana yake na watoto wake. Hivi sasa si anapiga nduru. I want to show you the message nilikapigia Kimori, alikataa kushika. Nataka niwaonyeshe message yenye nilitumia Kimori after amekataa kushika simu yangu. Aya, pia hapo tukiwa hapo hivyo kwa podium, nakumbuka after mheshimiwa Babu ametoa ile pesa yake. Sasa tunaona waheshimiwa wengine walianza tu kuamka wakikuja. Si wote walikuwa wanatoa do. Kuna wenye walikuwa mheshimiwa Babu ameona mtu amesimama, unaona anakuja hivi lakini atapiga U-turn na wenye wameenda hivyo. Mkiangalia hiyo clip vizuri, si wote mkono zetu zilipitana wakinipea pesa. If you go back to clip and look at it clearly or keenly, si wote. So isikuwe ati ni kama waheshimiwa wote hapo wenye walikuwa walitoa do, but wenye walitoa walinifikishia, cause I can remember hata mheshimiwa Osotsi naye alishindwa kufika hivi akaniitia pale hivyo, nikaenda nikachukua hiyo pesa. In fact I knelt down for him. Okay, to me it was a respect, cause unaona Mr. Osotsi ni mtu amepatikana na shida juzi, but he still came to the rally na aka decide kutoa pesa yake kwa mfuko kuchangia Mama Brian. So out of all the waheshimiwas, I only knelt down for mheshimiwa Osotsi for appreciation about him. Pia niliona hivyo jana mheshimiwa Kimori alileta sasa ile 50,000
enye alikuwa ameenda nayo, enye alikuwa na claim mara amelipa bodyguard, mara sijui amefanya nini, alirudisha na pesa yenyewe ikakabidhiwa Ivy. Mimi nataka kusema pesa enye ilitoka pale ilikuwa 110. Tukachukua 60, ikabaki hiyo 50 yenye alikuja nayo. Kama mheshimiwa Kimori anajua, kwa sababu kuna mahali kwa media niliona imekuwa screenshot mpaka imewekwa hapo Engineer Kimori mwenye amemsave, mwenye amescreenshot akasave amemsave Engineer Kimori. Ameandika ati Mama Brian alienda na 554 while pesa yenye tulitoka nayo hapa ni 60, ukiongeza na ile 50 ni 110. Kama anajua mahali hiyo 400 ingine imebaki, aelezeane ama aipeane, lakini asianze kusema maneno ya uongo ati Mama Brian alienda na 550. Mama Brian was given 60,000 and out of this 60,000 akanipea 10,000 kama asante, so akabaki na the rest. Hiyo maneno ya 550 enye Kimori anasema hatujui, sijui, sikuona. Aya, sasa si kukalala asubuhi, sasa Ivy sasa anataka pesa yake, anapigia Kimori ashiki simu yake, anajaribu kuongea na Mama Brian. Mama Brian anamwambia pesa tuligawa, pesa ilibaki kwa Kimori, ndiye alisema atakupea. So napigia Kimori, hashiki simu, nikamtumia message. Hi Mwesh, you are really messing up and you will chafua yourself na history ya do. Better send Ivy her share of the cash before things goes south. I come in peace. Hiyo message iko hapa, nitawapea. Akanijibu, wacha ichafuke. If that's I think alikuwa anataka kuandika if that's what it is, that's okay. Aliandika if that's then okay. Sikujibu. Kidogo kidogo akanijibu, unaongeaje na mimi? Unaongeaje na mimi ndio nalipa fee ya hao watoto and they got the money. Unaongeaje na mimi ndio nalipa fee ya hao watoto na they got the money as the mother. Which cash are you actually talking about and who are you? Nikamwambia, haki, Ivy is really making calls kwa Maimuna. Jameni Mwesh, si umpe tu as you had agreed, please. Hakujibu. Mimi after hapo akanipigia simu sasa, after nimemwambia mimi ni nani. Hiyo simu nilirecord. Naweza taka hiyo audio. Aya, after hiyo simu, after tumeongea na yeye, nikamwambia, I'm sorry, I got the breakdown. Sasa alikuwa ananiambia venye ametumia hiyo 50,000, sijui kulipa bodyguard, sijui kuweka gari mafuta, sijui kufanya nini. Ikabidi nimwambie, I'm sorry, I got the breakdown, na ni kitu inaleweka kabisa. Sawa. Aya. Sasa hii ilikuwa masaza, ilikuwa around 10. This is now on Monday, around 10:05, 10:10 hapo. Same Monday around 11:46 nikatumia Mwesh tena message. Nikamwambia Mwesh kindly, nampigia simu sasa ashiki. Mwesh kindly shika simu. Ivy ameenda kuripoti kwa wakili Mr. Abuya eti ulichukua pesa yake na umekatalia. So Mama Brian amekuwa summoned huko kwa ofisi ya Abuya. Nasikia Maimuna pia ako huko. Hakujibu. Nikamwambia they might call you. Hakujibu. Aya. Story sasa zinaendelea masimu Ivy nini. Mimi niko tu. Tuesday saa 2:19 nikatumia Mwesh simu. After wametoka kwa wakili Abuya, wamerudi sasa sijui mara media, mara sijui nini. Mimi nikachoka na hizo story. So siwaongeleshi. Nikatumia Mwesh simu. Aki Mwesh, hata ili ungenisikia when I sent you the first message, now see. Ivy has done this. Watu wa media wanaenda kwa Mama Brian kuuliza story ya pesa. Jaribu jina yako isifike kwa media. Messages ziko hapa, mtazisoma. Sasa that was my last communication na mheshimiwa mpaka ikafika mahali sasa hizi stories za za media zimeingia and all this. But what I want to say, kama ningekuwa na mahali pengine pa kuficha hiyo pesa, I wish ningeibeba mahali. Sikukuwa na kibeti, but I wish ningepewa, hata mtu angenipea carrier bag niziweke hivi, tufike pale tuzimwage. Cause even after being stripped off naked, kuconfirm
ya kwamba sina hiyo pesa, bado story hii ya pesa inanifuata. Imagine mtoto wangu alikuwa anacheza kwa ploti, mtoto wa neighbor anamwambia ati mama yako alipewa 50,000 na mama Brian akaiba. Imagine hiyo embarrassment. Muesh security, semeni story ya do. Kama ulichukua kapesa kasunda na pale kando, apeane hiyo pesa. And then later nasikia Mwesh kuna mahali aliandika, hiyo nilikuja kupata kwa comment fulani, ati tulienda home na 554,000. Hiyo 554,000 aliona wapi? Who was he trying to fool that mama Brian alienda na 554? Alikuwa anajaribu kusema nini, knowing very well ya kwamba mama Brian alienda na 60 na yeye akabaki na 50. Kumaanisha kuna ka 400 walisunda pale. Basi juu mimi hatukuona, tuliona 60. Hii 554 enye amecomment iko hapo kwa hiyo comment. Kwa I think ni kwa Sulab TV mahali mpaka imekuwa screenshot. Ati mama Brian went home with 554,000. Kwa nini andike kitu kama hiyo? Wasinichafulie jina tafadhali. Pesa nilimwaga pale ikahesabika under his orders. Bodyguards walikuwa wake, security walikuwa wake, gari ilikuwa yake. Pia hapo tukiwa hapo hivyo kwa podium, nakumbuka after mheshimiwa Babu ametoa ile pesa yake, sasa tunaona waheshimiwa wengine walianza tu kuamka wakikuja. Si wote walikuwa wanatoa. Kuna wenye walikuwa mheshimiwa Babu ameona mtu amesimama, unaona anakuja hivi lakini atapiga U-turn na wenye wameenda hivyo. Mkiangalia hiyo clip vizuri, si wote mkono zetu zilipitana wakinipea pesa. If you go back to clip and look at it clearly or keenly, si wote. So isikuwe ati ni kama waheshimiwa wote hapo wenye walikuwa walitoa do, but wenye walitoa walinifikishia, cause I can remember hata mheshimiwa Osotsi naye alishindwa kufika hivi akaniitia pale hivyo, nikaenda nikachukua hiyo pesa. In fact I knelt down for him. Okay, to me it was a respect, cause unaona Mr. Osotsi ni mtu amepatikana na shida juzi, but he still came to the rally na aka decide kutoa pesa yake kwa mfuko kuchangia mama Brian. So out of all the waheshimiwas, I only knelt down for mheshimiwa Osotsi for appreciation about him. Pia niliona hivyo jana mheshimiwa King'mori alileta sasa ile 50,000 enye alikuwa ameenda nayo, enye alikuwa na claim mara amelipa bodyguard, mara sijui amefanya nini, alirudisha na pesa yenyewe ikakabidhiwa Ivy. Mimi nataka kusema pesa enye ilitoka pale ilikuwa 110. Tukachukua 60, ikabaki hiyo 50 yenye alikuja nayo. Kama mheshimiwa King'mori anajua, kwa sababu kuna mahali kwa media niliona imekuwa screenshot mpaka imewekwa hapo engineer King'mori mwenye amescreenshot akasave amemsave engineer King'mori. Ameandika ati mama Brian alienda na 554, while pesa yenye tulitoka nayo hapa ni 60, ukiongeza na ile 50 ni 110. Kama anajua mahali hiyo 400 ingine imebaki, aelezeane ama aipeane, lakini asianze kusema maneno ya uongo ati mama Brian alienda na 550. Mama Brian was given 60,000. And out of this 60,000 akanipea 10,000 kama asante. So akabaki na the rest. Hiyo maneno ya 550 enye King'mori anasema hatujui, sijui, sikuona.